watu wote waliokuwepo pale wenye hekima, waliotumika wote katika kazi ya mahali pale patakatifu kama vile kanisa, akaenda kila mmoja ofisini kwake walipokuwa wanafanya. Nao wakasema na Musa na kumwambia, watu wamempenda Mungu, wameleta vitu vingi mno, wameleta vingi sana wameleta vingi mpaka vimekuwa na zaidi, yani wameleta vingi mno, vingi mno. Na Bwana aliagiza hiyo, lakini sasa vimezidi, yani vimezidi, vimekuwa vingi. Musa akatoa amri, wakatangaza mbiu katika malango yote, wakasema wasifanye kazi tena, mtu mume wala mwanamke, kwa ajili ya matoleo walioyatoa. Basi watu wakazuia wasilete tena, maana vimejaa. Moyo wa kupenda unaleta baraka kanisani. Moyo wa kupenda unaleta baraka nyumbani. Moyo wa kupenda unaleta baraka maisha yako. Moyo wa kupenda unaleta baraka kwenye watoto wako. Moyo wa kupenda unaleta baraka kwenye kizazi chako. Moyo wa kupenda ni moyo wa baraka, ni moyo unaoinua, ni moyo unaoponya, ni moyo ambao unaweka wazi. Watu wanakuwa wazi, wanamuona Mungu, wanabarikiwa na Bwana, wanatembea na Bwana. Halafu Mungu anawaambia waache wapumzike. Wamefanya kazi ya Bwana, wamemtumikia Bwana, vitu vimejaa. Makuhani hawana mawazo, kila kitu kiko sawa, kila kitu kiko sawa. Ujenzi unakwenda sawa, kila kitu kinaenda sawa. Wamejiachia mbele za Bwana, wamefanya vizuri, wamemtumikia Bwana na Bwana amewasikia. Jamani, haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Lazima tumtumikie Bwana, lazima tumpende Mungu. Usikilizeni niwaambieni, zana za kuletewa misaada zilishapitwa na wakati. Na mimi niliwaambiaga watu wa Bwigili, nikaambia yatosha sasa misaada. Kanisa la Bwigili litajengwa na wanabwigili, mtajenga wenyewe ili uchungu uwe ndani yenu, muone baraka za Mungu. Tutafanya mambo makubwa. Na sangine naomba tu usinikimbie, uendelee kubaki hapa, ila uendelee kuwa na moyo wa kupenda ili tumtumikie Mungu. Jamani, haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna watu wengine wanaanza sasa, huyu mzee anatuletea mambo mengi, mimi nitahamia ambapo hakuna mambo mengi. Yaani wewe hata nyumba yako uitakii maendeleo. Sisi tunaotaka maendeleo tunaangalia na kanisa kwanza, tunafanya maendeleo kanisani kwanza, maana tunampenda Mungu aliyetupa kila kitu, maana ametujaza kila kitu. Jamani, haleluya! Nina ujasiri kumfundisha mafundisho haya, nina ujasiri mkubwa sana. Jamani, amina, haleluya! Uelewe kumtolea Bwana. Mungu anatuvusha hatua moja kwenda hatua nyingine. Na inawezekana bado unachimba kisima, unauona moshi tu wa jiwe, lakini ndani yako kuna maji. Maliza huo mwamba. Mwambie mwenzako, maliza huo mwamba. Najua kuna wakati unaliona jasho, kuna wakati mahubiri yanakuuma sana. Maliza huo mwamba. Kuna wakati unaumia sana, na kuna wakati unaacha paka kuja kanisani kwa sababu nikienda tu atanionyesha kidole, katibu atakuja, unatoa nini? Mtolee Bwana kwa upendo, jiachilie Bwana kwa upendo, utamuona Bwana atakubariki, wala Mungu hatakuacha. Jamani, haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Watu wa Mungu, mwambie mwenzako, unajisikiaje? Muulize, unajisikiaje mpendwa? Unampenda Mungu? Utatoa sadaka za kupenda au utatimiza wajibu? Maana kuna kutimiza tu wajibu. Nichungilie chombo. Hivi kweli Mungu amekupa, hata anakupa pesa unaweza kushangaa hata wale wanaolipa mafungu ya kumi ni wale wale. Wengine mko wapi?
hampati hela? Mbona mnabadilisha na magauni? Mbona mnabadilisha na mashati? Mbona hamji wachafu? Maana hata sabuni imekushinda sasa, na kwenda hivyo hivyo. Halafu Mungu mtolee fungu. Hivi Mungu akiangalia gharama aliyokupa, anayokutunza kwenye mazingira ya kazi yako, anakutunza, halafu wewe humpendi Mungu? Ndio umeanza sasa mzee. Haleluya jamani, haleluya. Kuna mambo mengi tunapitia, mengi sana. Mungu anatuvusha pamoja. Unajua, kwa mfano mheshimiwa, umeshuhudia hapa, alikuwa anaenda ofisini kwake kuna salama, lakini namna ya kufika ofisini ni taabu. Anafika karibu na ofisini, anagongwa na gari. Kama sio Mungu, nafikiri nani angemponya? Jamani, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Unajua, unaweza kusema mahali pangu napofanya kazi pako salama. Hakuna mahali ambapo pako salama. Hata mahali unapolala hakuko salama. Jamani, amina. Nyoka anaweza kapenya kwenye mabati popote pale, akaingia akashuka kitandani, ila asishuke katika jina la Yesu. Haleluya. Maana hii madhabahu bwana ni hatari. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu kila mahali, Mungu anatulinda. Uwe umelala anatulinda, uwe unatembea anatulinda. Kuna jamaa mmoja alikuwa anatembea, akafika akamkanyaga nyoka mweusi plap katikati. Na yule jamaa huwa anatafuta kweli kweli, tema mate, lakini yule nyoka akalala. Jamaa anageuka, anaona jamaa anaanza kukimbia peke yake, anaangalia miguuni kama kuna damu ameng'atwa yeye mwenyewe. Lakini Mungu anambia hapana, huyu sio wa kung'ata, wewe lala hivyo hivyo, huyu mtu apite. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ulinzi wa Mungu tukiujua tutampenda Mungu, ila tusipomjua Mungu hatuwezi kumpenda Mungu. Saa nyingine mtu anawaza kwamba, unajua, mtu mwingine sema bwana, wachungaji wameshindwa kutafuta, hasa kila siku wanahubiri utoaji. Wengine wanasema mchungaji anaombea washirika wapate magari, alafu yeye wanamchangia gari. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ndio na kuombea upate gari. Mimi si kuhani? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni kuhani na nahitaji kusimama kwenye nafasi ya ukuhani. Nisiposimama kwenye nafasi ya ukuhani nitapigwa. Hata hayo mashamba tunayolima tu, kwa sababu tu Paulo alisema nashona mahema. Sisi tungekuwa watu wa kusubiri tu wewe utulete. Jamani, amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuko sawa jamani? Tunaelewana? Sasa mimi kazi yangu kuwaombea, ila nyinyi mkatafute ili mliombea gari ishuke kutoka mbinguni. Kwenye mgahawa unaofanya, Mungu afanye muujiza umo upate. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye beseni la mboga unalotembea, hilo Bwana alibariki hilo beseni. Kama alibariki, unajua, sikiliza, kanuni ya maombi ni hii kwa kuhani. Niwaambie nisiseme. Waliendea wanafunzi wakanunua mikate mingapi na samaki wangapi, halafu watu wako elfu ngapi, wakampelekea. Maadamu viko wamevipeleka, yeye akaviinua akaviombea, wagawi waketisheni watu wale, wakala wakashiba, wakarudisha na masazo. Ndio kazi ya maombi, kuibariki kazi yako ile ndogo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana, ili Bwana aikuze mwenyewe. Haleluya. Sasa tutakutana dhihaki mpaka na mitandao. Mchungaji anachangiwa, shirika anaombewa, ndio. Sasa naambia ndio anaombewa, lakini haombewi akiwa mikono mitupu. Lazima uwe na kazi ya kufanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe uza mandazi, hayo yatakutoa. Unajua, saa nyingine sisi watu wa Mungu tumejifanya mastaa sana, na hii ni changamoto. Haleluya. Hii ni changamoto ya watu waliookoka.
mmoja alinishuhudia sema, mwanangu, sasa hivi siombi hela kwa watoto wangu. Kwa nini? Ambia, mimi naombea tu watu wanakunywa maji wanatupa chupa. Mkokole hana senti 5, yuko wapi anayeuza chupa za kuokota tu? Alafu nimevaa suti yangu tu, aisa hiyo chupa hiyo nilete hapa. Mimi sivai manguo machafu, tavaa vizuri, taokota chupa, nitajaza, nitapata soko. Chupa zinataka mtaji. Mtaji sikutembea tu kwenye maduka. Na nikienda wewe mwenye duka naweka hapa kapu langu hapa ili hapa ni mfuko, naona yatakunywa, wewe tupia hapo, mimi jioni nitalipitia. Kazi yangu ni mguu tu. Na huu mguu wa mwanadamu haulikagi, unabaki vile vile. Tembea miaka yote unabaki hivyo hivyo. Yaani hauna spare. Unataka Mungu akubarikije? Kama alibariki mikate ikawa hivyo hivyo, na Mungu amebariki miguu, spare hamna. Jamani, haleluya. Muulize mwenzako, mguu wako uliwahi kununua spare? Kwa kadri ulivyotembea uliona mguu umeisha kwamba nanunua spare? Kiatu utanunua kingine, mguu ni ule ule. Kama kidole kilienda kushoto, hivyo hivyo mpaka utaenda kaburini. Semeni amina. Mmechoka Jina la Bwana libarikiwe sana. Mtumikieni Bwana. Jamani, haleluya. Ninawaambiaga, unajua mimi nafundisha paka namna ya kupata vipato. Sangine unafanya biashara pasipo pesa, pasipo mtaji. Inawezekana. Lakini tunapopata tunashindwa kumuelewa aliyetupa maarifa hayo ni nani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana.